Rafiki yangu unaendelea kufuatilia Love Life Academy, Mungu ametupa uweza, nguvu na mamlaka ya kuzidi kujifunza. Na nataka leo nikufundishe jambo kwamba magumu unayopitia, vikwazo unavyopitia, kukataliwa unakopitia, changamoto unazopitia, kuna wakati hautoweza kuepuka wabaya au vibaya. Kwa sababu neno linasema kwamba hata wabaya Mungu anaweza kuwaandaa kwa ajili ya siku ya ubaya. Muda mwingine unaweza kwa sababu ulitenda kitu kisichompendeza Mungu akaruhusu mtu mbaya aje kwenye maisha yako. Kwa ajili gani? Kwa sababu Mungu anaweza kutumia mwanadamu kama fimbo, kama maonyo, kama fundisho, kama onyo. Kuna vitu leo vinapitia kwenye maisha yako ni kwa sababu Mungu anataka ujifunze kumwamini na kumpenda. Kuna watu leo wamekukataa, wanakudhalilisha ni kwa sababu ulishindwa kuheshimu maisha yako na kuthamini maisha yako. Kwa hiyo Mungu ameruhusu aibu kwenye maisha yako. Kuna vitu unavipitia lakini kama somo kwamba na wewe siku moja utakuja kuwashauri watu wengine wanaopitia kwenye hali hizo. Kwa kila tatizo unalopitia, lihesabu kama somo, lihesabu kama changamoto, lihesabu kama fundisho. Kumbuka hapa duniani tumekuja kujifunza na tupo kwenye safari, na hapa duniani hatutokuja kukoma kujifunza. Tunaweza kujifunza kwa mabaya, tunaweza kujifunza kwa mazuri. Watu wanaojifunza kwenye upande tu wa kufanikiwa, wale watu hawawezi wakawa imara na watateteleka muda wote wakikutana na kikwazo. Lakini unapopitia vikwazo mapema sana kwenye stage zako za mwanzo, basi jua utakuja kuwa bora, kwa sababu tatizo hata likija kutokea baadaye halitokuwa jipya, kwa sababu ni experience ulishapitia. Kwa hiyo Mungu anaweza kuruhusu mabaya, magumu, kukataliwa, kuonewa, kudhulumiwa, kuharibiwa, kuibiwa, kuteswa mwanzo kabisa mwa maisha yetu. Unaweza kuhisi ni mikosi, umekataliwa, Mungu hakupendi hata kama unaomba, unafunga, unamtafuta Mungu. Lakini Mungu aruhusu hayo yote yatokee kwa sababu ni kupitia kujaribiwa imani yetu Mungu anatupa saburi, anatupa thamani. Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 mpaka wa 4. Lakini pia ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13 anakuambia tujaribiwapo, Mungu aweza akatujaribiwa kinyume au zaidi ya kile tunavyoweza. Lakini pia akakwambia kwenye kitabu cha Waebrania 12 na 13, sura ya 12 na 13, anakuambia hivi kwamba mwanadamu anayejaribiwa ni kama kawaida ya wanadamu, kwamba mwana Mungu ampendaye lazima atampiga kiboko. Sasa lazima uangalie lile jaribu unalopitia kwa sasa limesababishwa na nini? Je, wewe ndo chanzo au limetokea tu? Kama ulikuwa unafuata kanuni na amri na sheria ya Mungu, alafu hilo jaribu likatokea, basi jua ni Mungu ameruhusu hilo jambo. Huenda kuna kitu kizuri anakiandaa au anakuepusha na kitu kibaya. Lakini kama ulikuwa nje ya uwepo wa Mungu, labda ulizini, ulikuwa unaenda kwa waganga, au ulikuwa unafanya mambo yasiyompendeza Mungu, alafu jaribu likatokea, basi jua wewe mwenyewe dhambi zako ndo zimekuleta kwenye tatizo. Dhambi zako. Maana maandiko yanasema tunavutwa kwa kudanganywa, mwisho wa mwisho tunaingia kwenye dhambi. Unaweza kupata mpenzi akudanganye nitakuoa, mara ajifanya anajitambulisha au ajifanya analipa mahari kidogo, mara akupeleka kuzini na hajakuoa rasmi, atakuzalisha, atakubebesha mtoto, utapata watoto, mwisho wa mwisho atakutelekeza. Kwa nini Mungu anaweza kuruhusu maumivu kwako? Ni kwa sababu haujafuata kanuni. Kanuni ni kwamba mtu lazima kwanza officially utoke kwa wazazi, hata kama mjafunga ndoa ya kanisani, lakini mtu amelipa mahali, amekupeleka kama jinsi Isaya, kama jinsi yule Isaac mtoto wa Ibrahimu alivyomtuma mfanyakazi wake akaenda kumtafutia mke akaja naye, akalipa mahali, akaja naye na akaanza kuishi. Hawaikuonesha namna yote wanafunga ndoa. Kwa hiyo ndoa namba 1 ni kile kitendo cha mwanaume kuacha wazazi wake, akaenda akamchukua mke, akalipa mahali, wakaja kuanza kuishi wote. Alafu kitendo cha pili ni kuibariki ile ndoa. Sasa kuna wengine wanaweza kuoa kulingana na utamaduni wa ukoo, lakini
Utamaduni unaopendeza ni wa kanisani ambao utaweza kukuongoza ili upate zile baraka za Mungu. Kwa hiyo mimi nataka nikushauri, nikwambie, nikuelekeze, nikuongoze kwamba yote unayopitia leo, majanga, maumivu, mateso, usikimbilie kujinyonga, kunywa sumu, kujiumiza, kujiona kama haufai. Wewe sio wa kwanza kupata matatizo na hutokuwa wa mwisho. Majanga yapo duniani na yanampata kila mtu kwa namna tofauti. Wewe unaweza kuwa umekataliwa na mpenzi, lakini kuna mtu leo amefilisiwa na kwenye biashara. Kuna mtu leo amenyang'anywa fedha yake au uchumi wake. Kuna mtu leo amelogwa. Kuna mtu leo hana mwelekeo kabisa, amechanganyikiwa. Kuna mwingine kabisa ana njaa, hawezi akala wala kufanya chochote. Kwa hiyo leo nataka nikutie moyo kabisa kabisa. Nikwambie hivi, usiogope. Usifanyeje? Usiogope. Wewe uliyekataliwa, aliyekukataa amejikataa. Wewe ulioachwa, aliyekuacha hajakuacha wewe, amejiacha wewe. Wewe ni wa thamani kwa sababu ulikuwepo hata kabla ya kuja, na alikuja na ameondoka. Kwa hiyo wewe upo na utazidi kuwepo. Sasa unapojiondoa kwa sababu ya mtu, ina maana haujitendei haki wewe, haumtendei haki Muumba wako. Kumbuka Mungu wako aliyekuumba hajaondoka. Kusudi lako bado halijaondoka. Watu au wanadamu ni watu ambao wanaweza kuja kwetu na muda wote wakaondoka. Wanaweza kuondoka kwa kufa au wanaweza kuondoka kwa kutuacha. Hata watoto wanaweza kuja na kuondoka. Wanaweza kuondoka kwa kufa au kuondoka kwa kujitenga na wewe. Unachotakiwa ni kutokuwa wewe chanzo cha tatizo, kutokuwa chanzo cha mabaya, kutokuwa chanzo kupitia maneno, mawazo au matendo yako, au kupitia kutofanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo usiogope. Sema mimi ni mshindi, nitafanikiwa hata kama wameniacha, nitapata ndoa sahihi hata kama wamenikataa, nitashinda hata kama wanasema sitoshinda, nitaweza. Mimi ni mshindi, maana aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye duniani. Walio upande wangu wa ufalme wa Mungu ni wengi kuliko walio upande wa adui. Unachohitaji wewe ni kumpokea Kristo, kumpokea Mungu aliye hai, na kuanza kutembea naye kwa ujasiri, kwa ushindi, bila hofu. Na hapo ndipo utakapoweza kushinda na kuwa nyota hapa duniani. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Usiogope. Kama ulitenda dhambi, ulifanya kitu kichafu kikawa ni chanzo cha majanga, omba rehema kwa Mungu. Mungu atakusamehe na utaweza kushinda. Nawapenda. In Jesus' holy name. Thank you for watching.